Karibu Alama Studio, simulizi zenye hisia, mafunzo na msisimko. Tuanze. Sura ya pili. Mwanaume wa kando ya bahari. Mwaka ulikuwa bado 1977, wakati upepo wa asubuhi ukiendelea kuyatikisa majani ya migomba huko Kibogwa, Morogoro, ng'ambo ya bahari ya Hindi. Maisha yalikuwa yanaendelea kwa namna tofauti katika kijiji cha Kiboje, Zanzibar. Kiboje kilikuwa kijiji cha watu wachache kilichozungukwa na mashamba ya mihogo, nazi na mikarafuu. Nyumba nyingi zilijengwa kwa udongo na makuti, zikiwa zimetawanyika kati ya miti mikubwa iliyotoa kivuli hata wakati wa jua kali. Lakini nyuma ya uzuri wa mazingira hayo kulikuwa na maisha magumu, maisha yaliyowafanya watu wengi kuishi siku kwa siku wakitegemea nguvu za mikono yao. Miongoni mwao alikuwepo mwanaume mmoja aliyeitwa Mzee Satingi. Hakutoka katika familia ya matajiri, hakuwahi kurithi mashamba makubwa wala nyumba za kifahari. Kila alichokuwa nacho kilitokana na jasho lake. Mchana alikuwa fundi wa baiskeli kando ya njia ya udongo iliyopita katikati ya kijiji. Chini ya mti mkubwa wa mwembe ndipo alipokuwa ameweka vifaa vyake vichache: nyundo iliyochakaa, spana mbili zilizopinda, pampu ya upepo iliyofungwa kwa waya, na kisanduku kidogo cha vipuri vilivyotumika mara nyingi. Alikaa hapo kuanzia alfajiri mpaka jioni akiwasubiri wateja. Siku nyingine alitengeneza baiskeli 5, siku nyingine hakupata hata mteja mmoja, na zipo siku alikaa tangu asubuhi mpaka jua linazama bila kupata hata senti moja. Lakini njaa haikusubiri. Ndiyo maana usiku kijiji kilipolala, maisha yake ya pili yalianza mbali kidogo na nyumba yake. Katikati ya vichaka kulikuwa na kibanda kidogo kilichofuni kwa makuti. Hakukuwa na taa wala mlango mzuri. Ndani yake kulikuwa na mapipa mawili makubwa, sufuria za chuma na moto uliokuwa ukiwaka taratibu. Hapo ndipo Mzee Satingi alipotengeneza pombe kali iliyojulikana kwa jina la Ungo. Alifanya kazi hiyo kwa siri, sio kwa sababu alipenda, bali kwa sababu njaa ilimlazimisha. Alijua kabisa kwamba akinaswa angeweza kufungwa au kupoteza kila alichokuwa nacho. Lakini kila alipotazama tumbo lake lililozoea kulala njaa, alijiambia kimoyomoyo, maskini hana chaguo nyingi. Usiku mmoja, akiwa ameketi karibu na moto akitazama mvuke uliokuwa unatoka kwenye pipa la kunileka pombe, alisikia sauti ya miguu ikikaribia. Mapigo ya moyo wake yakaanza kwenda kasi. Alizima taa ya koroboi haraka, akasimama kimya. Miguu ile ilizidi kusobea, kijasho chembamba kikaanza kumtoka usoni. Alichokifikiria kilikuwa kitu kimoja tu, labda ni askari. Baada ya muda mfupi, sauti ilisikika, Satingi, usiogope, ni mimi. Ilikuwa ni jirani yake wa karibu, mzee aliyekuwa amezoea kununua gongo kila mwisho wa wiki. Satingi akashusha pumzi ndefu, kisha akatabasamu kwa uchungu. Leo hata moyo wangu umenidanganya, alisema huku akifuta jasho usoni. Mzee huyo akamwangalia kwa huruma. Satingi, maisha yanakutesa sana. Satingi akacheka kicheko kisicho na furaha. Maisha hayajanitesa tu, yananifundisha kuvumilia. Baada ya mzee huyo kuondoka, Satingi alibaki ameketi peke yake. Moto ulianza kufifia. Usiku ulikuwa kimya. Akainua macho yake kutazama anga lililojaa nyota. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu alitamka maneno ambayo hakukuwa na mtu wa kuyasikia isipokuwa Mungu. Mungu, kama kweli kila binadamu ameandikiwa mwenza, nami utanipa lini mwanamke wa kushika mkono wangu? Maisha haya yananichosha kuyabeba peke yangu. Hakujua kwamba mamia ya kilomita kutoka pale, katika kijiji cha Kibogwa, kulikuwa na binti moja aliyekuwa akimwombea Mungu maisha bora, bila kujua kwamba sala zao zilikuwa zinaelekea kukutana. Hatima ilikuwa imeanza kusogea polepole, na ndani ya wiki chache zijazo jina la Biti Mainda lingeanza kusikika kwa mara ya kwanza katika masikio ya Mzee Satingi. Lakini hakuna hata mmoja wao aliyefahamu kwamba safari hiyo isingeanza kwa furaha, bali kwa maamuzi ambayo yangewaliza wengi. Mwisho wa sura ya pili.
Asante kwa kutazama. Subscribe, like na share. Tukutane kwenye episode inayofuata. Alama Studio, simulizi hisia.